Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo tupo na ndugu yetu Mustaqim. Tumepanga kuongelea mada inayohusu zinaa. Mada hii tumeona tuiongelee, haina maana kwamba hii ndio mada ya kwanza au labda ni jambo ambalo la kigeni. Hapana, hili jambo ambalo lipo, mashehe wengi wanalizungumza mara kwa mara, lakini tunafanya kurudiwa mara kwa mara kwa sababu jambo ambalo limeshamiri katika dunia, sio katika nchi yetu, katika dunia nzima. Zinaa imekuwa ni kitu, imekuwa ni homa sasa. Yaani imekuwa ni jambo ambalo ni janga kubwa ambalo limewakumba watu wengi, hasa sisi ambao tupo katika umri ya ujana. Sasa zinaa hii ni jambo ambalo ni chafu, ni jambo ambalo halifai, ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu amelikataza, ni jambo ambalo halina faida kwa mwanadamu, ni jambo ambalo linapunguza vitu vingi kwa huyu mwenye kufanya kitendo hichi. Zinaa ni kitendo cha kushiriki katika jimai kwa watu ambao kwanza hawapo katika ndoa. Yaani wapo tu mahusiano ya kikawaida, wenyewe wanaita wanaposhiriki kitendo cha jimai bila kuwa na utaratibu maalum, hawa wanazini. Lakini pia siku hizi tumezoea, kuna wanasema mapenzi ya jinsia moja. Hawa nao wote ni wazinifu vile vile. Ni wazinifu wenye wanaolawitiana, na wale wanawake ambao wanafanya mambo ya ajabu, wote wanaingia katika janga la uzinifu. Tunafahamu uzinifu zamani ilikuwa ikijulikana ni hivi tu, ni mwanaume na mwanamke ambao hawakoana wamefanya jimai, ndio ilikuwa imezoeleka. Lakini sasa hivi dunia ilipokwenda pabaya, tukasahau neema za Mwenyezi Mungu, mpaka mapenzi ya jinsia moja siku hizi yapo. Na mambo haya yalikuwepo tangu enzi hizo kaumu Luti, lakini umma wetu huu, zama zetu hizi tumezidi, kwa sababu wenzetu zamani ilikuwa tu wanafanya vitendo hivi. Lakini sasa hivi mpaka watu wanaoana, mwanaume kwa mwanaume anamua mwenzie, mwanamke kwa mwanamke wanaoana. Yaani imekuwa ni vurugu, ni vurugu, ni vurugu. Sasa tunataka tuzungumzie hili jambo, kwani limeshamiri sana na watu wako mbioni kulifanyia wanavyolipush, yani watu walione kuwa ni la kawaida, lakini tusisahau Uislamu. Kwa hiyo hiyo ndio maana ya kuzini. Unaposhiriki jimai hali ya kuwa wewe hupo ndani ya ndoa, haupo ndani ya utaratibu ambao Mwenyezi Mungu ameruhusu, wewe ni mzinifu. Hiyo ni maana ya kwanza ya zinaa. Iwe kivyovyote, imani hivyo ama kwa mapenzi ya jinsia moja, yote ni uzinifu. Hamna mushkili kwenye hili, mwenye kufanya hivi huyu naye pia ni mzinifu vile vile. Huo ni utangulizi tu. Ningeomba kabla sijaendelea nimkaribishe ndugu yangu naye azungumze mawili matatu kuhusu jambo hili. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kama kulivyotanguliwa kusemwa maana ya zinaa, vile vile zinaa ina madhara mengi sana. Kwa siku ya leo nitaongelea madhara machache ya zinaa. Zinaa huondoa haya kwa wazinzi, kwa watu ambao wanazini. Kwa mfano, kwa dunia ya sasa au sasa hivi ulimwenguni, vijana wengi huchukulia jambo hili ni la kawaida sana. Mbele ya Allah ni jambo zito, kwa kuwa amelikemea na ameliharamisha. Kwa hiyo ni jambo lenye madhara makubwa sana kwa binadamu. Pia hivi sasa kesi nyingi hutokea kwa watoto wadogo kuziniwa, wa umri wa miaka 6, 10, 12, huziniwa na vijana ama watu wazima. Na hii yote ni kwa sababu ya kutoweka kwa haya. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, mwenye kuzini sio mu'min. Kama anavyoondoa nguo zake mwilini mwake, ndivyo vile vile anavyoondoa ama anavyoivua imani yake. Ikitokea atafariki bila ya kutubu, ataingia motoni bila ya hisabu. Na ikitokea akatubu, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa msamaha na mwenye kusamehe. Naam. Alhamdulillah, hayo ni mambo ambayo tumeyapata kwa ndugu yetu. Madhara ni kama mawili, tunaweza tukaona ni machache, lakini tukiingia kwa undani zaidi kuna mambo mengi sana na hasara nyingi sana anazopata mtu mwenye tabia ya uzinifu. Tumeelezwa hapa kwamba mwanzo kabisa anakuwa hana haya, hana aibu yake inapotea. Mtume anasema alhayau minal iman, kuwa na haya ni dalili ya kuwa mtu huyu ana imani. Kwa hivyo kama mambo haya tulioelezwa hapa yametokea yote kwa sababu haya imepotea. Lakini jambo la pili tukaambiwa kwamba anakuwa huyu mtu sio muumini.
Yaani anakuwa yeye sio muumini, matendo yake anayofanya sio matendo ambayo yanafanywa na waumini. Anakuwa anafanya vitendo ambavyo ni vya ajabu, ambavyo havipendezi mbele ya Mwenyezi Mungu wala havipendezi mbele za watu. Sasa yote haya ni mambo ambayo sio mazuri na ni madhara machache tu katika zinaa. Lakini watu wengine wakafika hatua wakasema kwamba afadhali mtu kuwa na girlfriend kuliko kuoa mke. Kwamba wanaona zinaa labda, yani kuwa hivi, maana huu ni uzinifu. Kukaa hivi mwanaume na mwanamke, mahusiano ambayo hayakuthibiti, ambayo sio ya halali, kote huko ni kuelekea katika zinaa. Wanaona kwamba labda kuwa hivi ndio unapunguza gharama, mke ana gharama sana, utamhudumia yeye, utahudumia watoto, utafanya hivi, lakini sio kweli. Kwa sababu gani? Amri hii Mwenyezi Mungu ndiye aliyoitoa. Na Mwenyezi Mungu ndiye aliyekataza uzinifu. Mwenyezi Mungu akikataza kitu, kama tulivyoambiwa, kuna madhara yake. Hawezi Mwenyezi Mungu akikataza kitu akatokea mtu aseme mimi nakubali hivi kuwa na girlfriend kwa sababu eti na kwepa gharama. Ingelikuwa kuwa na girlfriend Mwenyezi Mungu anaona kwamba kuna kwepa gharama, angeruhusu, lakini hakuruhusu. Yeye akaruhusu ndoa. Girlfriend wanasema eti hana gharama. Mimi naweza nikasema girlfriend ana gharama kuliko mke. Girlfriend tuseme tunawaona wanakwenda katika nyumba zao, hawa wavulana wenye tabia hii, Mwenyezi Mungu awaepushe na sisi pia tuepushe. Wanakwenda kule, kama ni kulala nao wanalala nao, mambo machafu sio, kama wanafanya hivyo ni vitu vya watu binafsi. Lakini yule binti si kwamba anakuja pale bure, anaondoka na pesa. Na pesa zao zinakuwa ni nyingi, sio pesa ndogo, pesa zao ni nyingi wanazochukua. Na yule huwa anataka mambo hapo kwa hapo, hajui kuvumilia. Ukileta mambo anasema mimi umenichukua hapa, ulinikuta hivi, si hivi na vile, maneno yanakuwa mengi. Kwa hiyo huyu anakuwa anachukua pesa au anachukua vitu vingi sana vya huyu mwanaume. Lakini pia akiendekeza huyu mwanaume lile jambo, anafilisika, kwa sababu mtu akishakuwa hivi haridhiki na mwanamke mmoja. Mwanamke yule akishamtibua anaona huyu nipo naye, lakini ngoja nitafute mwingine. Anamtafuta mwingine. Anajikuta hela zinakwenda huku zinakwenda huku. Ambapo angekuwa na mke akimwambia labda ametaka labda tuseme labda baibui fulani labda limetoka anataka anunuliwe. Yule mume hana. Akaambia bwana mke wangu hivi sasa mimi sina, ila naomba univumilie, nikipata nitakununulia. Yule kwa vile anajua mimi tayari nina mume ananihudumia, yupo. Mwanamke anajitambua, anaona kwamba mume wangu yupo na atanihudumia. Lakini yule hakubali, kwa sababu anajua wewe ukumuoa muda wote unaweza ukamtupa ukamwacha. Kwa hiyo yule ana gharama zaidi kuliko huyu mke. Hivyo. Lakini pia pamoja na hayo Mwenyezi Mungu kataza pia ile jambo lina maradhi, lina madhara. Pamoja na kwamba kuna vitu anavita sui kinga, lakini hakuna. Mwenyezi Mungu ashasema hili lina madhara tu. Madhara yatabakia pale pale. Mwenyezi Mungu ndiye anayewajua waja wake na ndiye anayewapenda, ndio maana akakataza. Jambo hili lina madhara, watu wana maradhi mbalimbali, si ukimwi, si kaswende, si nini. Yote ni magonjwa ya zinaa yanatokea kwa sababu ya watu wanavuzini. Na kwa nini madhara haya yanatokea? Mtu anaweza kaleta swali, kwa nini watu ambao wapo kwenye ndoa hawapati madhara, lakini mtu ambaye wana date tu wanazini ovyo ovyo wana madhara? Kwani jambo analofanya si ndio lile tu? Kwa nini hawa wanaume hawa hawaumi? Jibu hili ni kwamba katika maji ya uzazi ya mwanaume kuna vitu kama 4 ambavyo mimi navifahamu, labda kama kuna vingine mimi navifahamu vitu 4. Kwanza kabisa kuna zile mbegu zenyewe. Lakini pia kuna protein mule ndani. Kuna acid na kuna bakteria. Kila kitu kina kazi yake. Na hivi vitu kila mwanaume aliyekuwepo hapa duniani, kila mmoja ana vitu vyake. Ana mbegu zake, ana bakteria wake, ana asidi yake na ana protein yake. Havifanani. Sasa na kila kitu vinazidiana nguvu hivi vitu. Ikiwa mwanamke huyu anazini na mwanaume anazini, mwanaume ana vitu hivi 4 katika maji yale ya uzazi. Sasa ile asidi na kazi yake na protein na kazi yake. Kama tulivyosema vitu hivi ni tofauti kwa wanaume wote, kila mmoja ana vya wake. Pia ni kuonyesha maajabu ya uumbaji wa Mwenyezi Mungu namna yalivyo. Ikitokea yule mwanamke kazini na mwanaume zaidi ya mmoja, alivyozini naye, huwezi ukajua huyu maji yake yana nguvu kiasi gani na huyu yapoje. Zikichanganyika vile vitu pale au zile mbegu pale, ndio unakuta zinaanza kuleta maradhi. Yaani kama zinakuwa zinavutana na kugombana, kwamba ipi ina nguvu, yenye nguvu pale inakuja baadaye inaleta madhara fulani yanatokea watu wanauma. Lakini wenye ndoa hawapati maradhi haya
Kwa nini? Yule yupo tayari na mtu mmoja. Kama ni hivi vitu vya huyu mtu mmoja tu, lakini huyu kaenda kila kona. Mwenyezi Mungu haya alikuwa anajua, ndio maana akakataza. Jambo lingine kuthibitisha hivi vitu, mwanamke akiwa amepewa talaka, kuna eda. Mwanamke anatakiwa kae eda. Ile eda pia, kwa sababu kwa vile hizi asili zinakuwa zinabaki pale anapokuwa anafanya kitendo kile, eda, miongoni mwa faida ya kukaa eda pia ni vile vitu ambavyo viliingia kwa mwanaume, yani vilivyoingia kutokana na mwanaume yule, kwa vile anavyokaa muda mrefu bila kufanya chochote, vile vitu huwa vinapotea taratibu. Hata ikitokea amekwenda kwa mume mwingine, anakuwa tayari ametoka pale hali yake ni msafi. Ndio maana ikaekwa. Kwa hiyo ina faida nyingi pia eda. Mwenyezi Mungu kila kitu alivyokipangilia kina maana yake. Maradhi pia yote ni madhara ya zina. Lakini Imam Shafi kwa kumalizia anasema hivi katika maneno yake marefu, lakini ninachukua kipande kimoja. Anasema man zana bi alfa dirhami fi baitihi yuzna bi ghairi dirhami, mwenye kuzini kwa pesa hata akiwa nyumbani kwake yeye ataziniwa bure, walau bijidarihi, walau kupitia watu wake wa karibu, binti yake, sengine mpaka mama yake anaziniwa, shangazi yake anaziniwa. Kwa nini? Inna zina dainu, zina ni deni. Yani mtu akizini afahamu kwamba zina ni deni, analikopa yeye, walipaji wanatoka ndani ya nyumba yake bila yeye mwenyewe kufahamu. Zina ni deni, lazima mtu alilipe. Kwa hiyo pia ni moja madhara ya zina, kwamba mtu anaweza kahangaika kajiona yeye ndo gentleman hakuna kama, lakini baadaye anakuja kuleta mabaya zaidi kwa familia inayomfuata. Tunaambiwa albirru la yabla, wema hauozi, vile vile ubaya haupotei. Yani kama mtu anapofanya wema, ule wema ukasaidia mpaka kizazi cha baadaye, vile vile ubaya unaofanya unakwenda kuathiri mpaka baadaye. Kwa hiyo kama mtu kweli una mapenzi, kwanza kabisa una mapenzi na Mola wako, acha kama mtu alikuwa anafanya. Lakini kama una mapenzi pia ya watu wako wa karibu, familia yako pia acha. Kwa sababu mabinti wangapi wanadhalilika, wangapi wanadhalilishwa, wanafanywa vitendo vibaya. Maskini ya Mungu, huenda ni kipindi huko nyuma kuna mtu alifanya mambo ya ajabu. Lakini pia yote isije katumika point ndio kwamba watu wa hivi wakasema hapana, hatuseme hivi kwa lengo la kuwasema vibaya. Tunasema kile kitu ambacho Mwenyezi Mungu amekiamrisha, tunakumbushana. Hizi ni aibu zinaendelea na maasi, vitu hivi vinatikisa arshi ya Allah, vitu ambavyo ni vikubwa, vitu ambavyo vina uzito ndani yake. Kwa hiyo tumesema hivi kwa yale machache tuliokuwa nayo. Jamani, tuwe kila mmoja mlinzi wa mwenzie. Unaona rafiki yako, ndugu yako, nani anafanya hivi, mwambie, kwa sababu ubaya huu unakwenda, hujui unakwenda kwa nani, unakwenda kwa watu wengi. Kadri anavyokuwa hivi anazidi kuharibika na Mwenyezi Mungu anamchukia. Ikiwa wewe unampenda ndugu yako, unampenda rafiki yako, kwa nini ukubali kwa Mwenyezi Mungu amchukie? Mwambie hilo alifai hivi na vile, mwambie. Ndio inavyotakiwa. Wewe unatakiwa kusema, kuongoa sio kazi yako. Kazi yako ni kusema, uenda kwa kusema kwako akakumbuka yule, akarejea nyuma kwa Mola wake. Kwa hiyo kwa hayo tunasema wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.